Katika kosa kubwa ambalo watu wanalifanya kila siku ni kunywa chai asubuhi. Watu wengi wanajua kuwa chai ina maana mbili. Maana ya kwanza ya chai ni kinywaji cha moto unachokunywa asubuhi. Maana ya pili ya chai ni chakula chochote ambacho kitaliwa asubuhi. Kwa mfano, umekula supu na maandazi au mkate asubuhi, lakini hamna chai wala kinywaji chochote hapo. Ni supu na hizo ngano. Kile kinywaji cha moto asubuhi hakitakiwi kabisa. Ni chakula ambacho hakina faida yoyote kiafya. Kuna sababu 4 kubwa ambazo hizi zitakufanya uelewe kuwa chai ya asubuhi ni nini. Dr. Sebi kwenye makala zake za video na vitabu mbalimbali alisema kuwa mwanadamu yoyote ndiyo anaamua usalama wa afya yake. Unachokula kinaweza kuwa tiba au kinaweza kuwa sumu na kusababisha madhara. Sasa leo utaelewa ni kwa nini. Sababu ya kwanza, chai nyingi zinazotumika zinawekwa majani ya chai au kahawa nyingi sana, caffeine na vitu vingine kama hivyo mnavyotumia, ambavyo vitu hivi mara nyingi vinaweka uraibu. Ukinywa chai unajisikia umechangamka, unajisikia uko una nguvu sana, lakini mara nyingi ukichunguza sio kwa sababu ya chai, ni kwa sababu ya zile kemikali ambazo ziko mle ndani zinakuisisimua na mwisho wa siku zinakupatia nguvu feki ambazo sio za kwako. Inawezekana wewe ni mzee, unasinzia sana mara kwa mara. Hivyo ukinywa kahawa inakufanya usilale, inaweza isiwe mbaya sana kwako. Kijana wa miaka 25 mpaka 30, kila akiamka asubuhi anakunywa kahawa na ana nguvu zake za kawaida badala ya kutafuta nguvu za kujiboost. Mwisho wa siku, akili yako na ubongo vinakuwa kama mtumwa. Unazoea chai za kahawa na majani ya chai kiasi kwamba usipokunywa siku moja, unahisi nguvu zako, hata zile ulizonazo za kawaida, zinakuwa hazipo. Unajisikia umechoka, kichwa kinauma, unajisikia muda haipo. Sio kwa sababu kwamba haipo, bali ni kwa sababu mwili wako umeshazoea unywaji wa hivi visisimua. Mwili kama kahawa na majani ya chai kwenye chai, na mwisho wa siku mwili wako unakuwa kama mlevi. Wengine mpaka wanaenda kazini na kahawa, bila kahawa hawafanyi kazi. Na ndio maana chai haitakiwi. Wewe kula zako asubuhi vizuri, na ukiuzoesha mwili hivyo, unazoea na unakuwa na nguvu vizuri. Elewa kwamba chakula cha asubuhi ni moja kati ya chakula cha msingi kuliko vyakula vyote. Chai ya asubuhi kula, lakini usinywe. Tafiti zinaonyesha kuwa wanywaji wa chai, majani na kahawa asubuhi wanafanana, wana uraibu ule na pathway ile kama wagonjwa wengine wenye changamoto za uraibu kama vile cocaine, madawa ya kulevya na changamoto nyingine. Kitu cha pili ni sukari. Matumizi ya sukari mara kwa mara sio kwamba ndio yanapelekea kisukari, sio rahisi hivyo. Lakini unapotumia sukari mara kwa mara, mwisho wa siku kila unapoweka sukari ina increase insulin kuzalishwa kwa wingi. Na insulin inapotumika kwa wingi na inazidi kuzalishwa kwa wingi, mwisho wa siku insulin sensitivity inapungua na mwishowe ugonjwa wa sukari umekupata. Hii ni moja kati ya changamoto zinazosababisha wagonjwa wa sukari kuwa wengi, ingawa haisemi sana. Kila unapokunywa chai, kila siku lazima uongeze sukari vijiko vingi ndio uone chai yako tamu. Chai itakuwa tamu, lakini mwisho wa siku matumizi ya ile sukari kwenye chai kila siku yanaongeza pia uraibu. Tafiti zinaonyesha kwamba watu ambao wamezoea kutumia chai yenye sukari inapelekea uraibu. Na ile pathway ya uraibu wa sukari ni kama pathway ya uraibu wa madawa mengine ya kulevya. Mambo haya hupuuzwa, lakini yana madhara makubwa sana kiafya. Sababu nyingine ya 3 ambayo ni ya msingi sana, unywaji wa chai ya asubuhi unaondoa ulaji wa vyakula vingine vya afya asubuhi. Unajua asubuhi unaweza ukala vizuri, mfano ndizi na samaki, magombi, mayai na mboga za majani, ukashiba vizuri. Watu wengi hawafanyi hivyo, na mara nyingi wanapokunywa chai ile ya kupuliza, wanakulaga na mikate, maandazi, keki na vingine. Ni vyakula ambavyo sio vya afya kabisa tunavifahamu. Ni vigumu kabisa kukuta mtu anakula ndizi za kuchemsha na supi au mayai na mboga za majani. Mara nyingi haiwezekanagi. Mtu akiweka tu chai kile kinywaji, anatafuta maandazi au chapati.
Na kila unapokula vitafunwa hivi, jua wewe ndio kitafunio unatafunwa. Asubuhi ndio muda wa kula chakula cha virutubisho vyote vya kutosha. Yaani kama utapata samaki ambaye ameungwa vizuri, ukala na wali, ukapata na juisi, au ukala labda kachumbari, ukala miogo ambayo imechemshwa vizuri, yaani ukapata vyakula ambavyo ni vya afya kabisa. Ni bora heri usile mchana, ni bora usile usiku, ila asubuhi ndio muda wa msingi sana wa kula vyakula vyote vya afya. Baadhi ya wanasayansi wanasema kwamba asubuhi hutakiwi kula. Breakfast is the most important meal of the day. Breakfast haina maana ya chai, ina maana ya chakula cha asubuhi. Kwa hiyo unapokunywa chai, unajizuia kula vyakula vingine vya afya bora. Sababu nyingine ya 4. Madaktari wote duniani wamekubaliana kwamba mtu anapokula vyakula vya moto sana kwa muda mrefu, vinaathiri koo na vinaweza kupelekea kansa ya koo. Tafiti mbalimbali zinaonyesha ulaji wa ugali matonge ya moto sana na ulaji wa vyakula vya moto vinapelekea changamoto hizi. Sasa mara nyingi chai kama ikiwa ni ya uvuguvugu, mtu huwa haitaki, anataka ya moto. Ndo hiyo inaweza kuleta matatizo. Alafu ikifika mdomoni, unaipiga kushoto, ukipeleka kulia, ikipungua kidogo, unaimeza haraka. Unapomeza kwa haraka, hapa unapitisha kwa haraka tu, kwa sababu sehemu hii juu ya koo la chakula wewe ndo unaikontrol. Unaweza ukameza au ukarudisha. Lakini kinapofika hapa tayari kwenda chini zaidi, wewe huku usikii. Chai ile inapita taratibu kwa moto wake ukiunguza kila sehemu. Huwezi kuipeleka haraka, mwili wenyewe ndo unaipeleka taratibu. Mfano mzuri, hata matonge ya ugali, hapo unameza kwa haraka, ila ikifika chini taratibu inakuchoma mpaka unaisikia. Ndio kama chai hivyo hivyo. Ulaji wa vyakula vya moto hivi mara nyingi vinachoma ile lea yote ya koo la chakula, na mwisho wa siku mtu anapokunywa chai toka mdogo mpaka mkubwa, chai ya moto ina hatari sana. Hakuna tafiti inayoonyesha moja kwa moja kwamba chai inaweza kusababisha kansa haraka, lakini unapaswa kuwa makini na kuepuka vitu vya moto sana. Ndio maana Dr. Sebi alisema kuwa chakula ni tiba, pia chakula ni sumu. Kulingana na tafiti mbalimbali za lishe na sayansi ya chakula duniani, kuna vyakula vingi mbadala na vya asili vyenye afya bora vinavyopendekezwa kuliwa asubuhi ili kutoa nishati endelevu, protini na virutubisho muhimu mwilini bila kuhitaji kunywa chai ya sukari au kula vitafunwa vya ngano vilivyosindikwa. Chakula cha kwanza kinachopendekezwa sana na wataalamu ni mayai ya kuchemsha. Mayai ni chanzo kikuu cha protini zenye ubora wa juu na mafuta yenye afya, huku yakiwa na virutubisho kama vile choline ambavyo ni muhimu kwa afya ya ubongo na kuongeza umakini kazini. Pia husaidia kukaa na shibe kwa muda mrefu na kuzuia hamu ya kula hovyo mchana. Chakula cha 3 ni uji wa nafaka zisizokobolewa kama vile uji wa ulezi, mtama au shairi, oats, uliopikwa kwa kuongezewa karanga zilizosagwa au maziwa ya mtindi, yogurt. Uji wa aina hii una madini ya chuma, magnesium na viondoa sumu mwilini, antioxidants, vinavyosaidia kuimarisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kulinda afya ya moyo. Mbadala wa 4 wenye tija kubwa asubuhi ni matunda mapya ya msimu kama vile maparachichi, mapapai, maembe au ndizi mbivu. Parachichi kwa mfano limejaa mafuta asilia yaliyosalama kwa moyo, monounsaturated fats, wakati mapapai na machungwa hutoa vitamini C ya kutosha na maji yanayosaidia kuuamsha mwili na kuupa unyevunyevu, hydration, baada ya masaa mengi ya kulala usiku. Unaweza kula karanga, mbegu za maboga au korosho. Vyakula hivi vidogo lakini vyenye nguvu kubwa, dense nutrients, vimegundulika kwenye tafiti kuwa vinasaidia sana kudhibiti viwango vya sukari, kuimarisha kinga ya mwili, na ni rahisi sana kuliwa asubuhi hata kwa mtu mwenye haraka ya kwenda kazini, kwani havihitaji mapishi ya muda mrefu. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload.
like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.